Opaki Yesu. Hagoni Nyasaye erokamano. Namrudishia Mungu shukrani. Awinjo kiluongo ja Neno. Nimesikia wakiita mshudaji. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Kara we nyingi luongo na Achieng' Jennifer. Kwa majina ni Achieng' Jennifer. Achieng' Jennifer Juma. Achieng' Jennifer Juma. Anyage miala. Binti wa Gemiala. Motedo Kano Awasi. Ameoleka Kano Awasi. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Kagona Nyasaye no erokamano. Namshukuru huyo Mungu. Motimo nangono kawuono. Ameninemisha siku ya Mondo leo. mia chunka. Ili nisimame Mondo hapa. timne ndi Yesu. Nifanye ushuhuda wa Yesu. Japuonjna noyuda. Mwalimu alinipata. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Nyasaye no noyuda dierodo mama. Mungu alinipata kwa nyumba ya mama. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Dierodo mama kacha. Kwa pale kwa nyumba ya mama. Na ruoth noyuda kapoda nyathi matin. Mfalme alinipata ningali mchanga. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Richo maber manasetimo ne onge. Hakuna dhambi nilikuwa nimefanya. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. No kajo chiende mag juogi nogore kuoma. Nikashtuka mapepo wakazumba wakaniangukia. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Nikachika kachodo to panepo kachodo. Manake bado sikuwa na usherati. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Timbe maricho be naonge. Na matendo ovyo sikuwa nazo. Wal be namuo. Nilikuwa mpole. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Tojo chiende mag lwen. Ila mapepo wa vita Magotok teko. wa ukaidi Neni kuoma. walikuwa nami. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Sama nane dierodo mama kacha. Nilipokuwa kwa nyumba ya mama Napo nono. nilipata Kajo kighafla. Nyasaye uwoke piny Mombasa. Wana wa Mungu wametoka Mombasa. Kajo Nyasaye no uwoke piny South Nyanza. Walitoka Nyanza kusini. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Anong'ora ka jahigni 14. Niliokoka nikiwa miaka 14. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Ema wuyo ka wacho ni richo maber manansetime dierodo mama ne onge. Ndio maana nasema hakuna dhambi nilikuwa nimefanya Somo sana. bene jachieno tama somo. Kwa masomo shetani alinikataza. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Agone Nyasaye no erokamano. Namshukuru huyo Mungu. Agone ruoth erokamano. Namshukuru tena Nikech mfalme. chiende go. Manake hao mapepo Nesanda walikuwa wananitesa kwa nyumba ya mama. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Chiende mag juogi nomiya nying. Mapepo wakazumba wakanipa jina. Adierodo mama kacha. Pale kwa nyumba ya mama. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Nikech nakiara. Manake sikuwa najielewa. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Chiende mag lwen. Mapepo wa vita Neni kuoma. walikuwa nami. Nokang'eyo maduong'. Sikuwa najua mtu Nokang'eyo mkubwa. matin. Na hata mtoto sikujua. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Agone Nyasaye no erokamano. Namshukuru huyo Mungu. Manomako bade dierodo mama. Alinishika mkono kwa nyumba ya mama. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Sama jotich Nyasaye no e piny Mombasa. Wajakazi wa Mungu walipotoka Kanabiro piny Mombasa Gem kacha. wakija kule Gem Ne gibiro. walikuja Ne owuok kaka nyithindo ni mondo wadhi wane kaka joyalo yalo. kama watoto. Tulitoka kuona jinsi wahubiri wanahubiri. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Nokang'eyo. Na sikujua Nikech chandruok mar od mama be notame e somo. manake shida ya kwetu ilinishinda na Opaki kusoma. Yesu. Bwana asifiwe. To kanawinjo. Na Kane niliposikia joyalo ochung' malo. mhubiri aliposimama, Ocholo wuod Lawi nochung' malo. Ochola mwana wa Lawi alisimama, Nawinjo wach Nyasaye. nikasikia neno la Mungu, Naketo chunya mos. nikaweka moyo Kok taratibu nang'iyo. na sikutazama. Nipod anyako matin. Bado nilikuwa Kok mchanga nang'iyo. na sikujali. Kane aneno chandruok mar od mama. Nikiona shida ya Kanotamo kwetu kata nyithindwa e somo ka. ilishinda watoto Nikech nyawadwa kusoma, maduong' to nogik e klas 8. manake ndugu yangu mkubwa alifika Owetena darasa duto la 8. nogik e klas 8. Mandugu zangu wote walikuwa darasa la Opaki 8. Yesu. Bwana asifiwe. Agone Nyasaye no erokamano. Namshukuru huyo Seche Mungu. mane gigik e klas 8 kamano. Walipofika darasa la 8, An bende kanadhi skul. nilipokuwa nikienda Jachien shule, notame somo. shetani alinikataza Jachien kusoma. notamo dhano e somo. Mapepo wanakataza watu Agone Nyasaye kusoma. no erokamano. Ila namshukuru huyo Anotimo Mungu. naga ng'wono. Aliponitendea Mama neno, yuda. nikapatikana. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Nyasaye no nomako lweta. Mungu akanishika mkono. Kana winjo kocholo wuod Lawi ochung'. Wakati Ochola mwana wa Lawi Yalo wach alisimama Nyasaye. anahubiri neno la Mungu, Kana winjo. ila nilisikia Wajo chiende. kama nazungumzia Mabunda mag mapepo, mishiko. wale wa boma wa Mabunda mag kukwama, miere. wale ya maboma ya... Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Kanang'iyo dierodo mama. Wakati niliangalia Kananeno kwetu kane wan nyithindo 15. tulikuwa watoto 15. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Kaneno kadong' gi nyithindo, wadong' nyithindo 4. Tulibaki 4. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Mago jochiende. Hao ni mapepo Magisondi. wale wa Kanomako kuboma dalawa. walishika boma Opaki yetu. Yesu. Bwana asifiwe. Kanawinjo kiyalo kiukwano gi achiel kod achiel. Niliposikia wakihesabiwa moja kwa moja, Wechego noloya koda. maneno hayo yalinishinda na hukumu. Naluongo warruok manakia kuma nantie. Niliita wokovu sikujali Seche nilipokuwa. manaluongo warruok kanokang'eyo ni nyathi matin kamano. Nilipoita wokovu sikujali udogo wangu. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Sechego. Wakati huo Ne warruok odonjo kuoma. wokovu ikaniingilia. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Seche mane warruok donjo kuoma kamano. Wokovu iliponiingia hivyo,
Nadong chien. Nikarudi nyuma. Nikajinewane dalawa. Manake tulikuwa kwetu. Sache manau adong chien kama. Wakati nilibaki nyuma, Na hapo kajoyalo. wahubiri Chako yalo na waruke. wakaanza kunihubiria Na wokovu. yalo na luongo waru. Niliita wokovu. Kachunyo kethore. Kama moyo wangu umeharibika, No. nikashtuka. Kawaru kunodonji chuo. Kama wokovu Na uliniokoa, doke dirodo mama. nikarudi kwa nyumba ya mama. Chiende bagi chiwogi. Kama mapepo wakazunga, Woke ngimana. walitoka maishani Na mwangu. doke dirodo mama. Nilirudi kwa nyumba ya mama. Chiende. Kama mapepo Manawe na magluwe. wa vita walitoweka. Wapaki Yesu. Bwana asifiwe. Sasa mana jichende kwa makama. Wakati mapepo Na walitoweka doke kwangu, dirodo dalawa. nilirudi kwetu. Nikachoka wakanaentia dalawa. Manake mkutano ulikuwa Na dongo kwetu. mjoyalo. Nilirudi kwa Na ubiri, kinisa mabe. wakanieleza Ni waru kusadonjo kuumi wokovu nyako. tayari Kani umekuingia, tiye kimodo. ila kuna kitu imebaki Taye waru ogene. ambayo itakuweka kwa wokovu, itakushika mkono kwa wokovu. Yule atakushika mkono ambaye ni Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Niliita Roho Mtakatifu, wakaanza kunihubiria Roho Mtakatifu. Nilipata Roho Mtakatifu. Huyo Roho Mtakatifu amenishika mkono kwa nyumba ya mama. Huyo Roho Mtakatifu nilipatia ujasiri kwa nyumba ya mama. Nilikuwa nahubiria mpaka wanaume. Bwana asifiwe. Wokovu na Roho Mtakatifu walinitoa kwa hiyo habari kwa nyumba ya mama. Nilikuwa nazungumza hata nikitembea njiani, nasikia nikiongea na Mungu. Bwana asifiwe. Wakati nilikuwa natembea, hata nikienda kwa biashara, na hisi Mungu ananiongoza katika njia zote. Mungu alinilinda kwa nyumba ya mama. Mwalimu alinenimisha kwa nyumba ya mama, akinishika mkono miaka 5. Nilikuwa nazungumzia neno la Mungu wakati wa ndoa ulipofika. Bwana asifiwe. Niliomba Mungu. Baada ya miaka 5 niliambia mfalme wangu, sitaki kuanza tena kwa nyumba ya mama, nipate pahali pangu ili niweze kuishi pale. Bwana asifiwe. Mungu alinineemisha pale Kano Awasi. Mungu akanipatia ubavu wangu. Bwana asifiwe. Nilipokuwa naenda kwangu, ubavu wangu alipokuja, Bwana asifiwe, nilishtuka kidogo. Roho Mtakatifu nilipata ilikuwa inanitafuta ubavu wangu. Bwana asifiwe. Alipoketi nami chini ili tuzungumze, nilimuuliza, nikanena naye, nikamuuliza, je, umeokoka? Bwana asifiwe. Kwa sababu ya ujasiri ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Niliponena naye hivi, nilikuwa mjasiri nikizungumza naye, nieleze tutafanya tarehe mwezi wa 8, tarehe 4 mwezi wa 8. Bwana asifiwe. Tukiongea hivyo tulikuwa Januari. Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu na Roho Mtakatifu walioingia rohoni mwangu, wazo langu pamoja na hekima yangu. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu imenilinda kwangu. Bwana asifiwe. Nilipokuwa natembea hivi, nilisema kwa nyumba ya mama nikitoka, wakisema harusi inanitoa kwa nyumba ya mama. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya wokovu na Roho Mtakatifu ambao iliniingilia na wazo langu pamoja na hekima yangu. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu ipenileta kwangu. Roho ikaanza kunipatia watoto, ujasiri na kujua. Niliposhika mimba ya mtoto kijana mkubwa. Bwana asifiwe. Nilipokuwa ninamzaa, tuka Roho inazungumza nami, nasema mume, nenda ukalete wembe. Bwana asifiwe. Sikujua ni Roho inazungumza nami. Bwana asifiwe. Aliponiletea wembe, ilipofika usiku nikapewa mtoto. Bwana asifiwe. Mtoto wangu wa kwanza nilipata kando ya barabara. Bwana asifiwe. Kama imani imenipatia mtoto. Bwana asifiwe. Nilipompata wa pili, Bwana asifiwe, imani
akanitendea neema, nikapata mwana wa pili. Sikuenda hospitali. Bwana asifiwe. Imani na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Niliposhika mimba ya mtoto wa 3. Bwana asifiwe. Nilienda kule nyumbani nikiwa mtoto mchanga. Huyu mkubwa pia baada hajaanza kutembea, na tena nilikuwa na mimba. Bwana asifiwe. Nilipokuwa naenda kule Kano. Bwana asifiwe. Shemeji waliniweka na hukumu chini. Bwana asifiwe. Waliniweka na hukumu. Wanasema kwamba ninazaa sana. Ile imani niliyokuwa nayo iliyonilinda kwa nyumba ya mama ndio ilikuwa inanitendea neema. Bwana asifiwe. Nikikuwa nyumbani Shetani akamwekea mtoto wangu maradhi. Bwana asifiwe. Baada ya mtoto kupatwa na maradhi, manake sikumpeleka kliniki. Bwana asifiwe. Shetani akampiga na ugonjwa wa measles. Bwana asifiwe. Alitesa mtoto sana na maradhi. Mtoto wangu akakuwa kama nyani. Ukimtazama kule Kano, miguu yake ilienda kombo. Macho yake ilikuwa kama nyani, alikuwa mweusi. Bwana asifiwe. Alipokuwa hivyo na tena alikuwa amekonda. Bwana asifiwe. Nikizaa huyu mtoto wa 3 na mzee kuna mtoto mwingine hospitalini. Bwana asifiwe. Namshukuru sana Mungu. Namshukuru Roho Mtakatifu waliosimama nami. Mungu alipokuwa ananitendea haya, nilikuwa na ujasiri, manake niliamini mtoto wangu huyu hata kufa na atakuwa mpona. Bwana asifiwe. Niliponena hivi, mtoto wangu ako hospitalini, ninajisaidia na mtoto mdogo. Bwana asifiwe. Nilikuwa nimechoshwa na ulimwengu kule Kano. Bwana asifiwe. Wake wenza wakaja, wanasema si mtoto huyu afa. Bwana asifiwe. Nawe unajizaa hapa. Bwana asifiwe. Nashukuru wokovu na Roho Mtakatifu. Mungu alishika mkono wangu. Nilipotoka kule Kano, tukirudi Nairobi, wake wenza wakakaa nami, wakaniambia usipite barabara na mtoto, manake ukipita naye atakufa. Bwana asifiwe. Naweza kumshukuru Mungu. Nilipochukua mtoto wangu, baada ya kumaliza siku moja, nikamwambia mume twende Nairobi. Bwana asifiwe. Mume aliniambia twende tujaribu Nairobi. Ila imani niliyokuwa nimejawa. Bwana asifiwe. Si hatukuwa na pesa. Tulipopanda gari ya mosi kule Chemelil, nimezaa siku moja nimemaliza na mtoto mgonjwa. Nikamwambia naenda Nairobi. Nilipofika hapa jijini pale Bomas, mtoto alianza tu kucheka. Bwana asifiwe. Niliambia mume wangu hatuendi hospitalini, manake Yesu mwana wa Mungu ametosha. Na hisi Roho Mtakatifu inanipea ujasiri. Bwana asifiwe. Wakati Roho ilinipatia ujasiri, na mtoto akaanza tu kutambaa. Siku 3 akaanza kutembea. Bwana asifiwe. Namshukuru huyo Mungu, manake nilikuwa nimezaa na Mungu ananitendea neema. Bwana asifiwe. Nafasi ninaongea, Morris kijana yangu ni mtu wa college. Bwana asifiwe. Na usio kwa nyumbani, wake wenza wananieleza nimekubali binti wa geni. Uko na wokovu na Roho Mtakatifu, ujasiri ulio nao.
tumetaka tuingie. Bwana asifiwe. Nilipopata mtoto wa 4 ambaye ni binti. Bwana asifiwe. Sikuenda hospitali. Bwana asifiwe. Manake imani niliobeba nikiwa binti ilinitendea neema. Bwana asifiwe. Nilibeba hiyo imani hiyo ikanitendea neema. Bwana asifiwe. Sijaenda sana. Nina watoto 5. Bwana asifiwe. Na hao watoto wangu namshukuru Mungu. Nilipokuwa naenda kule kare, Mungu akanipa biashara. Bwana asifiwe. Baada ya Mungu kunipatia biashara, nashukuru wokovu. Wanazungumzia kutumikia Mungu. Bwana asifiwe. Wakizungumzia kazi kwa Mungu, nasikia moyo wangu na yumba. Nilikuwa namtumikia Mungu, nikimtumikia nikiwa binti. Mungu alileta mazuri nikiwa kwangu. Bwana asifiwe. Nikitumikia Mungu kwa nyumba ya mama, hakutenda miujiza wakati huu. Bwana asifiwe. Mungu alinitendea neema kule kare. Bwana asifiwe. Sitazungumza sana. Wakati Mungu alinineemisha, watu walizungumza kuuliza nimekanyaga wapi. Bwana asifiwe. Manake silo jambo la kawaida. Bwana asifiwe. Wajakazi wa Mungu, Mungu alinitendea neema. Bwana asifiwe. Wale wamekuja kule kare, wameona neema hiyo Mungu amenitendea. Bwana asifiwe. Mungu alinitendea neema kule. Amenipea watoto wanasoma, wanajivisha. Nina watoto. Bwana asifiwe. Mimi nina watoto. Bwana asifiwe. Watu wakiona ni ngumu, mimi ninaona neema. Bwana asifiwe. Niko na mtoto wa ndugu yangu mkubwa, yuko pale. Mungu alimtendea neema, akamaliza college, akafungua kazi yake. Bwana asifiwe. Mungu amenineemisha. Nina watoto 2 ambao sio wangu. Bwana asifiwe. Wako chuo kutopili, wako form 2. Bwana asifiwe. Namshukuru huyo Mungu aliyenitendea neema. Wenzetu wokovu ni mzuri. Wokovu na Roho Mtakatifu ni mzuri. Mungu alinineemisha. Hakunitendea nikiwa binti, akanitendea nikiwa kwangu. Namshukuru huyo Mungu. Namshukuru Mungu. Nikitembea kwenda kazini, naona neema inanitendea. Bwana asifiwe. Naona hiyo Roho Mtakatifu inaniongoza kwa njia zote. Bwana asifiwe. Hata nikienda game, watu wananiogopa. Siku moja nilienda game, nikaenda kwa nyumba mama mkubwa, akisikia ndugu yangu fulani akasema Mungu anaweza leta kitu hakiko mahali hakuna. Namshukuru Mungu. Kwa nyumba ya mama sikuwa na kitu, na nimeshtuka kidogo. Wokovu na Roho Mtakatifu walitutendea neema, na hiyo Roho Mtakatifu ikapanda mwanangu, akaekea mama stima nyumbani, nami sikufanya. Bwana asifiwe. Mungu huyu amenitendea neema, na yote hayajatosha. Bwana asifiwe. Kitu ya ajabu, nichunguze wokovu nilionao. Bwana asifiwe. Kitu ya ajabu, nisiende na umati wa watu. Bwana asifiwe. Kitu ninataka, nitembee kwa utakatifu wa neno la Mungu. Bwana asifiwe. Kitu ninachotaka, nisiende eti nimeokoka. Bwana asifiwe. Nataka niweze kuchunguza. Bwana asifiwe. Ili Yesu akija hata sasa, niende nikule naye.
Hilo ndilo mahitaji yao. Bwana asifiwe. Mungu awabariki. Haleluya. Jaka Yuda ulimaweno. Haleluya. Haleluya. Ulimaweno.